na wengine kilichomo ndani. Tunasoma katika, hebu labda tusome kidogo. Tuone tu ahadi hiyo katika Isaya 44 mstari wa 3. Isaya 44 mstari wa 3. Katika kitabu hicho ni cha nabii aliyomtangulia Yesu karibu miaka 400 hivi, lakini kwa sababu naye alikuwa na roho wa Mungu, aliona mambo yatakayopata ulimwengu nyakati za uwepo wa Yesu na baada ya kutoka kwake duniani, baada ya kuwepo kwake na kutoka kwake duniani, ile siku ya 50. Huyu nabii aliona na akasema, hii ni ahadi ya wote. Karibu msomaji. Biblia inasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Baada ya utakaowazaa. Kwa nafasi hiyo leo ni sisi tumezaliwa upya mara ya pili. Sasa ni Waisraeli au ni Wayahudi kwa njia ya imani. Tunaendelea, tunatembea tukiwa ndani ya imani katika himaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mbingu moja kwa madhehebu yote. Kuna mbingu moja kwa madhehebu yote. Na huko Yesu Bwana wetu atakikalia kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kwa hiyo na sisi tutakuwa ndani ya ufalme wa Daudi. Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa njia ya imani. Ndio maana iko tofauti. Tunabatizwa. Kila madhehebu yetu ya Kikristo yanabatizwa kwa majina, unaweza kusema, ya waliookoka kabla, yaliyo mengi ya Kiyahudi na mengine baadhi ya Kirumi na Kiingereza kidogo na Kigiriki, waliopokea wokovu mapema kabla. Katika kitabu changu hiki, kama utafanikiwa kusoma vizuri, kinazungumza yani nyakati za kutembea kwa kanisa toka siku hii ya 50 kama ya leo na kuendelea hadi mwaka wa 200. Mwaka wa 200 ndio mwaka ambao Biblia ikamilishwa kukusanywa. Mwaka wa ngapi? Wa 200. Lakini nyuma ya mwaka wa 200 hapakuwa na maandiko au Biblia kama hii. Watu walikuwa wakitumia aya kichwani, aya ya moyo. Wanafundisha, wanaokoa, wanabadilisha, wanaponya wagonjwa, lakini hapakuwa na maandiko. Kwa hiyo ilikuwepo kazi ya kutumika sana. Afadhali sisi leo kwa sababu tuna kiongozi. Lakini kilikamilika mwaka wa 200 AD. Yesu Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa basi, kwa sababu tumo ndani ya ahadi ya maagano kwamba nitamimina juu yao wenye kiu. Inategemeana na wewe, una kiu ipi? Una kiu ya namna gani? Roho Mtakatifu anapokuwa amemiminwa juu ya wote wenye mwili, lakini haingii kwa mtu kwa nguvu, amvamii mtu. Inategemea na yeye amejifungua vipi, amejiweka vipi. Nimekumbuka nikisema kujifungua kuna tafsiri nyingine, mtoto tena eti. Yesu Bwana asifiwe sana. Umejiweka vipi? Umejiweka wazi namna gani? Umejiandaa namna gani? Usipojiandaa basi utasikiliza mwenzako anabarikiwa. Yesu Bwana asifiwe sana. Lakini pia kuna kuambukizwa, kuna kuanza kama anaanza mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne, hatimaye moto unawaka kwa pamoja. Nguvu ya Mungu inavuviwa kwa umoja kabisa wote. Yesu Bwana asifiwe sana. Na hilo pia linawezekana, na hilo huwa linatumika. Yesu Bwana asifiwe. Unajua, si kwamba tunafundisha tu, lakini pia tunaambukiza, pia tunavuvia. Akawavuvia Roho Mtakatifu. Maana yake unajua, kuna Roho Mtakatifu anaweza kutoka moja kwa moja direct kutoka mbinguni akaja kwa mtu, lakini pia kuna vipawa tunavyoweza tukavibariki, tukavigawa, kama vile roho ya Elia ikagawika. Roho aliyokuwa ndani ya Elia akagawika tu kutoka upya mbinguni kuingia kwa Elisha. Yesu Bwana asifiwe sana. Akahama tu kutoka kwa Elia kwenda kwa Elisha, hakutoka tena mbinguni. Alikuwa ametoka mbinguni akaingia kwa Elia. Basi habari ya Elisha sasa, yeye alipata sehemu kutoka kwa Elia.
Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huwa inatokea katika vipindi vya maombi kama haya. Unaweza kusimama kama mkavu vile, kama vile huelewi, lakini kwa sababu nia yako ipo na utayari upo, umejiweka tayari, umejipanga, utasikia mtu wa kwanza ananena, utasikia mtu wa pili anajazwa, utashangaa ghafla na wewe nguvu inakugusa, unaendelea na moto wa Bwana unawaka. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo mara nyingine huwa ni kama tiba, wakati mwingine huwa husimama kama tiba. Inapoingia ndani ya mwili wa mtu, umbile la mtu inasimama wakati mwingine kama tiba. Mwili unachemka, mwili unachangamka, utawala wa Mungu unatembea katika mishipa yote, yaani nguvu ya Mungu inatembea, uwepo wa Mungu unatembea, mawazo mabaya yanahamishwa, kila kitu, stress za kila aina zinagongwa nje. Yesu Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mara nyingi makusanyiko kama haya, uwepo wa Roho Mtakatifu hushuka, na mara nyingi watu wanaporudi wanakuwa wapya na wa namna nyingine. Unajua, unasikia yapo maswali nje uraiani huko ambayo huwa yanawashangaza watu kwamba hivi inakuwaje huyu mtu alikuwa mbovu kabisa, pengine ameisumbua dola na jamhuri yetu, amefungwa mara nyingi, amepigwa na sungusungu mara nyingi, lakini habadiliki. Kuna dawa nyingine inayotoka makanisani ambayo inakarabati mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nguvu ya Mungu inapoingia ndani ya mtu inahamisha utawala mbaya uliokuwemo. Maana tatizo la mtu huanzia ndani, sio nje ya akili yake. Linaanzia ndani, linaiteka akili, linaituma akili. Yesu Bwana tusaidie sana. Basi kwa sababu hizo, naamini makanisa, serikali yetu inayatambua, inayaamini, inayasajili, inayatuma kufanya kazi, ikishirikiana na wizara ya mambo ya ndani, ili kulifanya taifa litulie, ili kuifanya taifa letu liwe na amani. Na ndivyo lilivyo mpaka leo. Yesu Bwana asifiwe sana. Nilitaka kujitokeza tu, lakini maombi ya watakatifu pamoja na hekima ya watawala wetu, mambo yameenda vizuri mpaka leo. Tunasikia swali, Tanzania yetu katika historia yake inazima mambo yanayotaka kuibuka ambayo yangelichafua taifa na kuendelea na kuwa na vurugu. Sasa kitu hicho hakipo tena, na sisi hatutaliacha taifa. Tutaendelea kuomba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tutasambaza majinamizi yote yanayolionea kijicho taifa letu. Yesu Bwana asifiwe sana. Yapo mapepo ya mashetani yanayotumwa pengine na mataifa ya nje, na pengine wanakuwemo hata mawakala wake ndani ya nchi yetu. Yesu Bwana asifiwe sana. Lakini si tupo sisi tunaopiga kwa ndani. Anayeshindikana kwa ndani, jeshi lipo pia linashughulika naye, si ndio hivyo? Yesu Bwana asifiwe. Yesu Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo, siku ya leo ni siku ya 50 toka siku ile tulipokula Pasaka. Kila dini na dunia yote kwa ujumla waliazimisha Bwana amefufuka. Mataifa yote, vyombo vingi vya habari vilitangaza. Sasa kutoka siku hiyo mpaka leo ni siku ya 50, na siku hiyo ndiyo kanisa la Pentekoste lilianza. Yesu Bwana asifiwe sana. Ndiyo lililoanza, na wenzetu wote wa Kipentekoste, si ndio? Ndio walianzia hapo. Kanisa lilivyoanza la Yesu ni asili hii ya kilokole. Yesu asifiwe sana. Walikuwa wakijazwa Roho Mtakatifu, wakinena kwa lugha. Kanisa lile la kwanza la watu 20 pale Yerusalemu kule gorofani lilikuwa na picha kama hii. Yesu atusaidie sana. Walikuwa wakiombea wagonjwa, walikuwa wakitoa mapepo. Yaani kazi ni kama hizi. Serikali yetu inatupenda, sawa? Tunapendwa sana, tumeaminiwa sana. Kuna kesi zingine ambazo tungezifikisha kwa madaktari tukawasumbua bure. Madaktari wakatuambia, kwa pengine kwa kutokujua kwao, wananema madaktari wanaofika makanisani wanazitambua hata kazi za roho ndani ya mwili wa mtu. Wakikutana na mgonjwa wa namna hiyo hospitali, wanamwambia nenda kwa wachungaji, wewe ugonjwa wako hapa, hatuoni kitu ndani.
si ndio hivyo? Hatuoni kitu kwenye darubini zetu, kwenye skari zetu hatuoni kitu. Sasa inaonekana ni michezo ya kilimwengu. Sasa hiyo si ndio kazi zetu sasa? Yesu Bwana asifiwe sana. Wakituletea tunang'oa mara moja, lakini kwa power ya Roho Mtakatifu. Yeyote anayemdharau Roho Mtakatifu hawezi kuzifanya kazi za maajabu. Hawezi. Atakuwa sawa na wana wasikewa kule nyakati za Injili ya mitume wa kina Paulo. Wanahubiri wakakutana na kundi fulani la watu likapenda huduma yao. Sasa wakaona waige tu kwa kuiga. Wakakutana na watu wenye mapepo, nao wakaanza kuwekea mikono. Wakasema, sasa Paulo tunamfahamu, nani tunafahamu, na ninyi mmetoka wapi? Yakawachanachania nguo zao. Lakini walipungukiwa nini? Walipungukiwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na wewe ili ukafanye kazi zako vizuri, ni tamani kujaza Roho Mtakatifu. Yesu Bwana asifiwe sana. Utaongezeka sana. Maana utakuwa mtu wa kuona kilicho nyuma ya pazia, unakiona, unatambua mitego ya yule. Paulo anasema kwamba tunazijua hata fumbo za shetani. Yesu Bwana asifiwe. Tunazijua fumbo za shetani. Baba, haleluya. Msomaji, ni kuongeze kazi, umepumzika sana. Soma kitabu kingine, Injili ya Yohana 4:13 hadi 14. Haleluya. Wangapi wanatamani kujaza Roho Mtakatifu? Nyosha mikono. Amina. Karibu baba. Yohana 3:13 hadi 14.